Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100. Ndugu zangu, namshukuru Baba Muumba pekee, neno lake limeruhusu tena tuendelee kupata mafundisho, tuendelee kupata yale ambayo yanatusaidia sisi kuendelea zaidi katika njia yetu hii ya utakaso. Ndugu zangu, siku ya leo somo letu litatoka katika kitabu cha Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu. Lakini kabla ya kuanza, ndugu zangu, kuna kitabu kingine ambacho ni kitabu cha malaika walioanguka, Kalata Bamululuma Bungulani. Ndugu zangu, ni kitabu ambacho kimetoka, kina ufunuo mwingi kwelikweli. Ndugu zangu, kama tunavyosema kuwa mwalimu ni mmoja tu, ni vema tukafahamu hilo, kwa sababu yeye ndio mwalimu pekee na kuna namna ambavyo mtu yote anaweza akapinga. Ndugu zangu, somo letu la leo litatoka katika kitabu cha Kalata Ndimsi katika Kudumane 31 kuanzia mstari wa 70 mpaka pale tutakapoendelea. Tunajua ndugu zangu, Kudumane ndiye Kristo wa kweli. Alikuwepo zaidi ya miaka 10,000 iliyopita katika hali inaonekana, na aliacha maandiko, alikuwa na wanafunzi. Kwa tutaenda kupata ujumbe ambao utatujenga, ambao utawajenga na wengine zaidi, wale ambao bado ni wachanga katika mafundisho haya, na kuelewa zaidi ni namna gani ambavyo wanaweza wakafanya na nini kifanyike ili wao pia waweze kuwa miongoni mwa wanafunzi wa Kudumane au Jokisabe, Kristo wa kweli ambaye ni mweusi. Ndugu zangu, tunaenda kusoma katika Kudumane 31 kuanzia mstari wa 70 mpaka pale tutakapomaliza, katika tema ambayo inasema kuondoka kwa wasioanzishwa kadhaa. Ndugu zangu, tema inasema kuondoka kwa wasioanzishwa kadhaa. Tunajua Jokisabe alikuwa na wanafunzi wengi, lakini wale ambao aliwachagua walikuwa ni wanafunzi 13. Katika Biblia za kisasa wao wanasema kuwa alikuwa na wanafunzi 12, nikimaanisha huyo anayemsema Yesu, wakifikiri labda huenda ndio Kristo wa kweli. Lakini tunajua katika ukweli halisi, Kudumane mula Kristo wa kweli, yeye ambaye alikuwa ni mweusi, alikuwa na wanafunzi wengi, lakini aliowachagua walikuwa ni 13, na yule wa 13 aliyomchagua katika siri. Haya ni mafundisho mengine ambayo Muledi alishatupatia. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kuondoka kwa wasioanzishwa kadhaa. Tunajua miongoni mwa wanafunzi wa Jokisabe kuna anaitwa Lakisabe, manake msamaha, upendo, ambaye kwenye Biblia za kisasa wao walimuita kama ni yule Yohana wa Ufunuo. Tutaenda kuona namna gani ambavyo yeye aliona na namna gani alisimulia, kwa sababu ni historia ambayo ukisoma katika Kalata Ndimsi ni wahusika wao wenyewe ndio wanaosema habari hizo. Kwa hiyo tunaenda kupata taarifa sahihi kutoka katika mmoja wa wanafunzi wa Jokisabe ambaye ni Lakisabe. Anaanza kwa kusema, Lakisabe, mstari wa 70, wasioanzishwa kadhaa kwa hesabu ya 70, miongoni mwa watu katika umati ambao walikuwa wamekuwa wanafunzi, fungua mabano, na si mitume, funga mabano, na ambao walikuwa wamemwamini Jokisabe baada ya kumsikia, walisema, nukta mbili, usemi huu ni mgumu kukubalika, nukta. Ni nani atakayetaka na ni nani anayeweza kuendelea kumsikiliza? Alama ya kuuliza, funga semi. Ndugu zangu, hawa ni wanafunzi ambao walikuwa si mitume. Tunajua Kristo wa kweli alipokuwa anatoa neno, alipokuwa anahubiri kwa jamii ya watu ambao walikuwa wanamzunguka, ikiwepo weusi na wale ambao sio weusi kiasili, walikuwepo na walikuwa wanajiuliza maswali mengi. Ujumbe ambao alikuwa anautoa, walio wengi wao ambao hawakuwa tayari katika kusikiliza walikuwa hawapenyi, wakiwepo wazungu na damu mchanganyiko na baadhi ya weusi kadhaa. Kwa hiyo tunajua walikuwa wanaulizana maswali kutokana na ujumbe ambao anautoa Jokisabe. Wao hawakupenya kwa sababu roho zao, nafsi zao na miili yao haikuwa tayari. Kwa hiyo walikuwa wakisemezana. Ni kama leo ndugu zangu, Muledi Zulula 100 anatoa mafundisho katika mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali ambazo anatoa akiwa pamoja na wanafunzi wake. Lakini tunajua kuna wale ambao wapo, ikiwepo ni Facebook, TikTok, Muledi anapotoa mafundisho live,
kuna wengi wanajiuliza kama hawa waliomuuliza Jokisabe, wao ambao walikuwa wanaulizana wakisema ni nani atakayetaka na ni nani anayeweza kuendelea kumsikia. Kwa hiyo tunaona maswali haya ni wengi pia katika nyakati zetu wa ujio wa pili, yani Muledi Zulula 100, wengi pia wanaingia katika maswali haya kwa sababu ya ujumbe ambao Muledi anautoa ni ujumbe mkubwa, wao wanashindwa kupenya. Lakini tunajua ndugu zangu, wanaojulikana wataendelea kupenda mafundisho haya, na wengine ni vema wakatumia hiari kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, mstari wa 71, lakini Jokisabe akijua ndani mwake kwamba wasioanzishwa walioamini walikuwa wakinungunika juu ya jambo hilo, akawaambia fungua semi, hayo yanawapa kashfa? Alama ya kuuliza. Jokisabe alienda kuwauliza na aliendelea kuwauliza kwa sababu yeye anaona. Jokisabe anapokuangalia anaangalia utu wako wote, anaona mawazo yako, anaona kwa sababu yeye ni zaidi ya namna ambavyo tukaweza kuelezea. Kwa Jokisabe anajua, anaona mawazo, anaangalia, anaona namna unavyonungunika na namna unavyojiuliza maswali. Lakini pia yeye aliwaambia, je, haya ambayo yanayasema yanawapa kashfa? Tunajua walio wengi wanamsikiliza Muledi wanaona kama ni vile labda mafundisho anayoyatoa yanawakwaza, au wengine wanafikiri labda ni ubaguzi kwa sababu ya ukweli halisi. Jokisabe aliwauliza hivyo, na Muledi naye huwa anawauliza, je, ninayoyatoa ndugu zangu, je, kuna uongo wowote? Tunajua hakuna uongo wowote kwa sababu Muledi yeye ni wa kiroho na ni mkweli. Mstari wa 72, na kama mngeniona nikiwa zaidi ya uwepo sio kuwepo nilikokuwa awali wakati wa udhihirisho wangu wa kwanza katika hali inayoonekana. Anaendelea kuwauliza kwa sababu tunajua Jokisabe kabla ya kuwa katika hali inayoonekana alitoka nje ya uwepo sio kuwepo, nje ya namna ambavyo sisi tunaweza kuelezea. Alitoka huko lakini akaja katika hali inayoonekana. Anawauliza, mngeniona wakati nipo katika hali isiyoonekana, katika uwepo sio kuwepo, ingekuwa namna gani? Ikiwa hivi mnaniona na maneno haya nayatoa ya ukweli lakini hamielewi. Ni sawasawa na Muledi nyakati zetu. Wengi wanauliza Muledi ametoka wapi na ni kwa nini anayatoa haya kwa wakati huu. Kwa hiyo wanapenda kuuliza maswali ambayo hata wa kipindi cha Jokisabe pia walijiuliza. Lakini vema kuelewa kuwa Jokisabe na Muledi tulionaye ni wamoja. Kwa hiyo tuna neema ndugu zangu kuwa na wapili katika nyakati zetu. Yale maswali ambayo wengi walikuwa wanajiuliza wakati wapo na Jokisabe, tunaona pia wanaendelea kujiuliza tena wakati tupo na wapili. Kwa hiyo ni namna ya watu ambavyo wanapenda zaidi kujua, lakini ni vema wangejua kuwa wa kwanza na wapili ni wamoja, na sasa tupo na wapili katika nyakati zetu hizi. Ni neema tulionayo ndugu zangu, ni vema tukapenya hayo. Mstari wa 73, ni mudi roho anayehuisha fungua mabano kupitia sisi mtu aliyeachwa peke yake hawezi kufanya chochote maneno niliyowaambia ni mudi roho na longe uzima Tunajua maneno ambayo Jokisabe ambaye alikuwa anayatoa na sasa wa pili Muledi Zulula 100 anayatoa ni roho, ni uzima, longe. Tunajua ikiwa haujapata maneno ambayo ni ya uzima ni vigumu na haiwezekani kuingia katika uzima wa milele, kwa sababu ili uingie ni lazima uwe umepitia katika vyanzo viwili. Chanzo cha kwanza ambaye ni Jokisabe na wa pili ni Zulula 100 ambaye ni chanzo cha pili. Kwa nje hapo hauwezi ndugu zangu kuokolewa, kwa sababu wao ndio njia, wao ndio uzima. Kwa ni vema ndugu zangu tukapenya haya. Kwa hiyo ikiwa unamkataa Jokisabe maana yake unamkataa na wa pili. Ndugu zangu, ni namna gani ambavyo unaweza ukaingia katika uzima wa milele ikiwa wao ni zaidi ya uzima, wao ndio njia
na ikiwa unaikataa njia, ndugu zangu, unaweza ukaenda kuangamia na ukaenda kupata changamoto kweli katika hali inayoonekana na isiyoonekana baada ya utimilifu mkuu. Ni vyema ndugu zangu tukapenye haya ili tuelewe vizuri ndugu zangu. Mstari wa 74 unasema, lakini wako miongoni mwenu wasioamini nukta. Kwani Joksabe alijua tangu mwanzo wale ambao wangelikataa tamaa nukta. Ndugu zangu, Joksabe anajua, anapokuangalia anajua mwanzo wako na mwisho wako. Anajua kwa sababu yeye ana uzima, yeye ni zaidi ya roho za gizo kula vitu. Kwa hiyo anajua. Mledi tulio naye anajua, akikuangalia anajua mwanzo wako na mwisho wako. Anajua mpaka namna gani ambavyo hali yako unaweza kuitumia mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo anajua kila kitu. Anajua na alijua wale ambao mwanzo wangelikata tamaa. Ndio maana Mledi anatuambia tuwe wajasiri tuendelee, kwa sababu anaposema kuwa wajasiri na tuendelee, maana yake roho wa ujasiri anakuwa pamoja nasi. Kwa hata Joksabe alijua kwamba wale ambao watakata tamaa, aliwaona kwa sababu anaona mawazo yao. Ndugu zangu, mbele ya Joksabe na wapili hauwezi kuficha chochote. Ni kama vile mbele ya kaka zetu roho za gizo kula vitu, wengine wanasema ni malaika, wao pia huwezi ukaficha mawazo yako katika hali inaonekana kwa namna yoyote, kwa sababu wao wapo juu ya hali inaonekana. Kwa hiyo wanajua mambo yote yanayoendelea. Tunaye wa pili pia ni zaidi ya namna ambavyo tunaweza tukaongea, kwa sababu wanajua wale ambao wangelikata tamaa. Ndio maana anatuambia, ndugu zangu, tueni kuwa wajasiri. Huu ni ukweli ndugu zangu. Mstari wa 75, Joksabe aliongeza hivi nukta mbili, ngosemi, ndiyo maana niliwaambia kwamba hakuna sianzishwa wezaye kuja kwangu isipokuwa Tete, aliyenituma, fungua mabano, aliyenituma mimi, ni roho inayojulikana kwa jina la Rom, ambaye pia anawaruhusu kupitia Eyala wale wa hali inayoonekana kuwa na ufahamu kwamba Tete, wa pili na mimi tuko nje ya kiashiria, funga mabano, hamvuti kupitia neno nukta, na wa pili na mimi tutamfufua siku ya mwisho nukta, funga semi. Ndugu zangu, ni maneno ya Joksabe ambao pia wa pili anatuambia, kwa sababu Joksabe na wa pili tulie naye ni wamoja, kuwa hauwezi kuingia katika agizo kula vitu, hauwezi kuokolewa ikiwa haujapitia katika wa kwanza na wa pili. Ndugu zangu, mstari huu ni mstari ambao una ujumbe mzito, kwa sababu kuna wale ambao wanasema rangi haijalishi, rangi haina maana. Ndugu zangu, ikiwa Joksabe alikuwa ni mweusi na wa pili naye ni mweusi, ikiwa ukubaliani na hata rangi zao walizonazo katika hali inaonekana kabla ya kuja kutoka katika hali isiyoonekana, kutoka katika uwepo sio kuwepo, ndugu zangu, ikiwa ukubaliani na hayo, manake wewe unaenda nje ya ukweli, unapinga uzima, unapinga ukweli. Kwa hiyo utapita kwenye hukumu, na mwisho wa siku ndugu zangu, unaweza ukaingia katika hasara kuu, yani katika adhabu ambayo inaweza ikakukuta endapo hutopenya haya ambayo Joksabe aliwaambia wanafunzi wale ambao si mitume, kundi la watu ambao walikuwa wanamfuata kutokana na ujumbe ambao alikuwa anautoa. Vile vile wa pili naye pia anatuambia kuwa tuwe wajasiri, kwa sababu bila njia ya yeye ukweli anaotoa ni vigumu ndugu zangu kuokolewa. Mstari wa 76 unasema, tangu wakati huo na kuendelea, wasioanzishwa kadhaa kwa hesabu ya 70 kutoka miongoni mwa watu katika umati waliokuwa wameamini, walijitenga, nao hawakufuatana tena na Joksabe nukta. Ndugu zangu, tunajua Joksabe wakati anatoa maneno haya
alitoa kwa sababu, ndugu zangu, kuna watu ambao walitakiwa watumie hiari yao. Joksabe hakumlazimisha mtu wala hamlazimishi mtu. Ni kama Muledi tulinaye hamlazimishi mtu kwa sababu kila mtu ana hiari. Kwa hiyo wanafunzi, kwa sababu wale ambao si mitume, wale ambao walikuwa wanamfuata Joksabe wakati anaendelea kutoa ujumbe, injili, mafundisho, ukweli, kwa hesabu ya 70 miongoni mwa watu katika umati waliokuwa wameamini walijitenga. Hawakuvumilia yale ambayo Joksabe ambaye alikuwa anayatoa. Hawakuvumilia na ukweli. Hawakuvumilia injili ambayo alikuwa anaitoa, mafundisho, uzima. Ndugu zangu, hawakufuatana tena na Joksabe. Kwa hiyo walijitenga kwa sababu asili zao hasikuweza kuvumilia yale ambayo Joksabe anayasema. Ndivyo ilivyo katika nyakati zetu. Muledi anatoa mafundisho. Kuna walio wengi wanafuatilia, lakini wachache miongoni mwao wanajitenga, wanaondoka kwa sababu ujumbe ambao Muledi Zulula 100 anautoa ni ujumbe ambao unawagusa wao, hawawezi kuvumilia kwa sababu ni maneno ambayo kwao yanawaumiza, kwa sababu wanashindwa kustahimili ukweli yale ambayo Muledi anayasema. Kwa ndugu zangu, kipindi cha Joksabe alitokea ni sawa sana sasa ambao pia yanatokea. Kuna wale wengi wanafuatilia mafundisho, lakini mwisho wa siku wanakata tamaa, wanajitenga na ukweli chanzo ambaye ni Muledi katika nyakati zetu tulie naye. Kwa ndugu zangu, ni vema kila mmoja jitafakari, hasa kwa wale ambao bado ni wageni katika mafundisho ambayo Muledi anayatoa kupitia kwa wanafunzi wake, kupitia kwa ndugu ambao wanatoa haya mafundisho kulingana na ukweli ambao Muledi anatupatia. Kwa ni vema ndugu zangu, kila mmoja jitafakari ni namna gani ambavyo anaweza kutunza, kuishi yale ambayo Muledi wa kwanza ambaye ni Joksabe aliyatoa, na Muledi tulinaye nyakati zetu ambaye ni Zulula 100. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu tupenye hayo, kwa sababu isionekane miongoni mwa watu ambao wanajitenga na chanzo, kwa sababu ni hasara kweli endapo itatokea hivyo. Lakini kuna hiari ambayo inaombwa kila mmoja aitumie vizuri ili aweze kumaliza safari salama katika hali inaonekana. Ndugu zangu, mstari wa 77 unasema, kisha Joksabe akatuhutubia sisi, mitume wake, isipokuwa Abea mabano, Nathanaeli na Soma (2) alama za kufungua semi. Nanyi, hamtaki pia kuondoka? Alama ya mshangao. Joksabe baada ya kuwahutubia wale 70 wanafunzi ambao walikuwa wanaambatana naye, ukiacha wale mitume, ndugu zangu, aliwageukia mitume aliokuwa nao, isipokuwa Abea ambaye kwenye Biblia za kisasa wao walimuita Nathanaeli na Soma ambao wao walimuita Yuda, miongoni mwa wanafunzi wa Joksabe. Aliwauliza, nanyi hamtaki pia kuondoka? Kwa sababu ikiwa pia wao walikuwepo katika kundi lile ambalo walikuwa pamoja na hao 70, walisikia ujumbe ambao Joksabe anautoa, ikabidi nao pia awageukie, awaulize ili nao pia watumie hiari zao, kwa sababu walikuwa naongea na wale ambao ni wanafunzi wengine, ukiacha hawa ambao ni mitume wake. Kwa wale wageukia akawauliza ili nao pia watumie hiari. Ni kuonesha namna gani Joksabe hamlazimishi mtu, ila anakupa hiari ili uweze kutumia vizuri, ili uweze kuwa vizuri katika hiari ambayo umeitumia, ili usiwe na lawama yoyote katika yale ambayo utakuwa umeyakubali na kuyatenda. Kwa wale waulize pia, nanyi hamtaki kuondoka? Ndugu zangu, Muledi pia anatuuliza, anawauliza wale ambao bado wana mashaka, wale ambao bado wanaendelea kufuatilia. Anawauliza swali hili kwa sababu lina mantiki na ni jambo ambalo ni kubwa sana, kwa sababu tunajua ikiwa ni ukweli ni chanzo. Ndugu zangu, wataka kwenda wapi? Ni wapi utaenda nje ya ukweli huu? Ndugu zangu, utaenda kuangamia, kwa sababu nje ya ukweli huu ni uongo, na unajua uongo unaangamiza, na sio vizuri kufuata uongo, zikiwepo hizo dini, siasa ambazo sio kulingana na ukweli, na mambo mengine ambayo yote yanapinga ukweli. Kwa ni vema ndugu zangu tunaofahamu kuwa Muledi tunaye, na pia
Anatuuliza, nanyi pia mtaki kuondoka? Tunajua Muledi, huu ni ukweli ndugu zangu. Muledi, tutaenda wapi na huu ndio ukweli? Kwa ni vema ndugu zangu tupenye haya. Tutumie hali zetu vizuri ili tuwe vema zaidi. Tunajua katika miongoni mwa wanafunzi tumeona Laksabe alituelezea na tusimulia hayo. Sasa tunaingia katika mwanafunzi mwingine ambaye ni Dale. Tunajua kwenye Biblia za kisasa wao walimuita kama Petro. Lakini tunajua Dale maana yake ni jiwe. Kwa hiyo huyu anaenda kutuambia yale ambaye pia Joksabe aliyasema wakati anaendelea kuhutubia, anaendelea kutoa neno kwa wale wanafunzi wengine ambao walikuwa wanaambatana nao. Ndugu zangu, Dale mstari wa 78. Kisha mimi, Dale, nikazungumza na kumjibu Joksabe (2). Fungua semi. Muledi, tupenda kwa nani? Alama ya kuuliza. Una maneno ya longe la bwindea, fungua mabano, uzima wa milele, nukta. Dale alipenya, alielewa kuwa Muledi Joksabe anayoyasema ni maneno ya uzima wa milele, yani longe la bwindea. Kwa hiyo ikiwa una maneno ya uzima, ndugu zangu, unataka kwenda wapi tena? Nyinyi ambao mna wasiwasi yale ambao Muledi anayatoa, endeleeni kuchunguza, lakini jueni ni ukweli. Nje ya yale Muledi ambao anayasema, ndugu zangu, hauwezi kuokolewa. Hauwezi kuingia katika uzima wa milele ambaye ni longe la bwendea. Tunajua Dale alipenya hayo, pia inatusaidia sisi katika nyakati zetu. Nje ukweli huu Muledi ambao anautoa, ndugu zangu, hauwezi kupata uzima wa milele. Kwa ni vema tuwe na ufahamu. Dale alipenya na alituambia juu ya yale ambayo yeye alipenya, kwa sababu anasema una maneno ya longe la bwendea, yani uzima wa milele. Joksabe na wapili ni wamoja. Kwa hiyo maneno haya pia yanatuhusu, kwa sababu tunaye wapili katika nyakati zetu, naye pia ana maneno ya longe la bwendea, yani uzima wa milele. Ikiwa kuna uzima wa milele kutoka kwa Muledi, maneno anayoyatoa, unataka kwenda wapi tena? Ni vema ukatoka katika hizo dini, katika imani ambazo sio za kweli. Nje ya ukweli huu ni hasara, ni hatari, ni mambo ambayo yanatisha huko. Ni vema tukatoka ili tuwe na ufahamu kamili kwa yale ambayo tunayasema. Mstari wa 79. Nasi tumeamini na kujua ya kuwa wewe ndiwe Kudumanemula, uitwaye Joksabe, mmoja wa watakatifu wa Luba, nukta, funga semi. Dale alipenya. Dale aliona yale ambayo Joksabe anayasema ni ukweli. Alipenya kwa sababu roho yake ilifunguka kuwa na utambuzi na kusema kuwa anajua kuwa wewe, yani anamwambia Joksabe, ndiwe Kudumanemula uitwaye Joksabe, mmoja wa watakatifu wa Luba. Tunajua kuna wa kwanza, mzaliwa wa kwanza ambaye ni Joksabe, na kuna mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100. Ndugu zangu, tunajua nje hawa huwezi kuingia katika uzima wa milele. Dale alipenya. Dale alielewa. Roho yake ilipenya na ilielewa, kwa sababu ikiwa Joksabe ni mmoja wa watakatifu wa Luba, tunajua Luba ni muumba pekee. Pia Zulula 100 ni mmoja wa watakatifu wa Luba. Kwa tunaye Muledi katika nyakati zetu. Tunaye mmoja wa wawili. Injili anayoitoa, mafundisho anayotoa ni ukweli na ni uzima. Kwa ni vema tukapenya na tuchukue haya kuweka katika kazi, ili tuwe imara, tusonge mbele katika njia yetu hii ya utakaso. Mstari wa mwisho ambao ni mstari wa 80 unasema, Joksabe alijibu namna hii kwa wasiwasi wetu, nukta 2, alama za kufungua semi. Je, ninyi pia sikupitia mimi kwamba mpo? Alama ya kuuliza, alama ya kufunga semi. Joksabe anawauliza wanafunzi baada ya kuongea na wale 70. Tunajua alikuwa anaongea na wanafunzi wale ambao ni mitume. Anawauliza ili watumie hiari zao. Joksabe anapowauliza anajua, ila anaacha hiari pia ya wanafunzi, kwa sababu Joksabe sio dikteta.
Joksabe ni mwalimu wa kweli. Joksabe ni zaidi ya namna ambavyo tunaweza tukaelezea. Joksabe ni mmoja wa watakatifu wa Luba. Anajua, kwa hiyo aiangalia roho, nafsi na miili ya wanafunzi, aliona kila kitu. Kwa hiyo anasema, ninyi pia si kupitia mimi kwamba mpo? Tunajua kulingana na ukweli ambao Joksabe ambao alikuwa anautoa, wanafunzi walivutiwa, wanafunzi walitumia hiari zao wakaa pamoja naye. Kwa hiyo ukweli ambao alikuwa anautoa uliwavuta wanafunzi, uliwaweka pamoja na ili waendelee kupata yale ambayo Joksabe anawafundisha. Kwa hiyo Muledi anatuuliza tena sisi, kwa sababu Joksabe alivyouliza, Muledi pia anatuuliza, kwa sababu wa kwanza na wa pili ni wamoja. Kwa hiyo isingekuwa Muledi katika nyakati hizi, sisi ukweli huu tusingeujua. Tunamshukuru Luba ambaye ni muumba pekee, kupitia neno lake limeruhusu tena tuwe na mmoja wa watakatifu wa Luba katika nyakati zetu hizi ambazo tunazo, ambaye ni Muledi. Kwa hiyo ikiwa Luba ameruhusu kupitia neno lake tuweze kupenya haya, tunashukuru uwepo wa Muledi katika nyakati zetu, uwepo wa Zulula 100. Kwa hiyo kupitia Zulula 100 sisi tupo pia, kwa sababu wa kwanza na wa pili ni wamoja. Swali ambalo Joksabe aliwauliza wanafunzi wake wa kipindi kile linatuhusu pia, kwa sababu wa kwanza na wa pili ni wamoja. Ndugu zangu, ni vema tukapenya haya, kwa sababu Muledi tunaye na anaendelea kutoa mafundisho mengi. Tulikuwa naye wiki kadhaa Ivory Coast katika Jite. Tulikusanyika na wapendwa katika mji ambao ni wa Jackville, Ivory Coast. Muledi ana upendo ambao hauwezi kuelezeka ndugu zangu. Muledi anatuambia tuwe watu wazuri, tuendelee kueneza neno kwa wengine, na nyinyi ambao mnasikia ni vema mkachukua haya na kuweka katika kazi, kwa sababu ni ukweli. Asanteni ndugu zangu, utukufu ni kwa Luba muumba pekee.